for people. Kazi ya serikali ni barabara, maji, stima, usalama, madawa hospitalini na masomo. Hii mambo ya kujenga nyumba, kila mtu atajenga nyumba yake kwa nafasi yake. Kaijua mtiko yake na nyumba shanyu. Na mudu wetu hali ya kuwekata? Au ikinyira. So niliona wengine wanasema why Gachagua anasema hii maneno ya manyumba. I thought it's a good thing. Mpaka niliingia pale nikajua ni biashara. Ni watu wanajifaidisha kwa hiyo programu ya nyumba na kuumiza wafanyikazi both in the private sector and the public sector. And I want to give a commitment to all workers in the republic, both in the private and the public sector, that we are seized of the matter and the magnitude of the crisis that faces our workers in the country after their payslips were raided and they have been denying the purchasing power. And that is why our economy is having a challenge. And we'll do whatever it takes, not only to rescue the payslip, but to restore its dignity, because that must be done. Sisi shida yetu na William Ruto na serikali ni ahadi za uongo. That is our problem. Mambo ya uongo, Bishop. Tuliahidi hawa watu wote wetu ya kwamba bottom up economic transformation agenda ni ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Instead, ile kidogo walikuwa nayo kwa mfuko, serikali ikaingia kwa mfuko ikato. Si ndio ilifanyika? And that is why there is a problem. Na ndio tunasema hii maneno ya uongozi ya udanganyifu ni mambo ambayo hatutaki. And Kenya is a democracy. Tusipigiwe kelele ya kwamba tumeamua, tumedanganywa. Kwa sababu sisi ni watu tumesoma, sisi ni watu werevu. Na mjinga akierevuka, mrefu wako wapi? Ako mashakani. Hao watu wamerevuka. Tulikuwa tunaongea mambo ya bodaboda, wakatemwa. Sasa nimeona tena wamerudishwa. Same script. Kusanya vijana ya bodaboda, kuwapatia 1,100. Hiyo vijana ya bodaboda wamechanuka sana. Turauga jogu ndegati kuona ke? Na ng'ombe ndegakue na ke? Sisi tunasema, na nimefurahi sana pale hebu jana, watu ya eneo hili ya Mlima Kenya wamesema wale wanataka kuja kutuletea pesa, mkuja na mkuja na pesa mingi, tuko na haja naye. Lakini kuja kukemea, kusomea na kutukana viongozi katika mlima haiwezekani. Sasa iko kijana alikuwa ametumwa kutoka Rift Valley ya kuja atukane JB Muturi. Akaambiwa na Waembu, wewe leteni ile pesa mko nayo, alafu mtoka mfanye nini? Mambo ya kutukana viongozi wetu hapa mlima, kuja kuwasomea, kuja kuwakemea haitawezekana tena. Kama mko na pesa mko naye, mulete. Hao watu ni hatari kwa kufungua hoteli na kufunga. Our people are experts. Kufungua hoteli na kufunga wanajua. Mulete pesa mpatie watu. Sasa hapo Embu walikuja wakawachiwa karibu 15 million. Alafu kila kijana akapatiwa 1,100 akaenda nyumbani. That is what we want. Lakini na mkate na soda. Na ni sawa. Ile watu ya mlima wamekataa. Ni watu kuja kusomea viongozi hapa na kuwakemea na kuwakosea heshima. Na nilifurahi sana kwa sababu hata wale walikuwa wanatukana viongozi wetu huko Rift Valley, huko Western, jana walikimya. Sasa watukanane huko Western, watukanane huko Rift Valley. Wakifika hapa wafunge mdomo. Watu ya hapa wamekataa hiyo maneno ya kufanya Mlima Kenya kuwa kiwanja ya matusi, ya kukosea watu heshima, na ya kuita sisi wa kabila na mambo ingine ambaye haifai. Those who want to come, you come. Na sisi hatuna haja na mtu, hakuna mtu tuko na fujo na yeye. Mkuje msikize, mkisikia ni uongo, mnasema hiyo ni uongo. Mkisikia haina maneno, mnasikiza. Na msiweke watu sana, muongee 10 minutes, 15, muwapatie pesa watu waende nyumba. Si ndio? Kuna haja muongeleshe watu masaa 5, alafu mnawaekea na watu wanataka kuchukua pesa waete nyumbani. Hata juzi wamekuja hapa Endarasha, kila mtu 1,100, watu nangoja tu pesa. Ubaya ni kubeba watu na malori kwa sababu wanaweza kuwa na accident.
Hakuna hata haja ya kuleta watu na malori. Kama unataka watu ya kusukumusia, si uchukue tu watu ya area. Wale wako tu hapo karibu, wapagie kila mtu kili moja wakusikize, iingilie masikio hii tokea gani? Alafu wewe ufanye nini? Siko namna hiyo. Kwa sababu tunasema hata wale tumeona ile hoteli imefunguliwa pale Ikulu na ingine Karen. Watu nabebo hapo kila mtu giri 10. Nendeni mchukue pesa. Lakini mkuwe careful na hiyo pesa. Sababu hii pesa ni damu yetu ya watoto ya Gen Z. Hii pesa ni ile ingenunua madawa. Hii pesa ni pesa ya nume. Lakini pesa kwa sababu si mbaya. Hii pesa usipeleke mtoto nayo shule. Hii pesa usinunue ng'ombe ati uweke pamoja na ile yako. Hii pesa ni ya kukula siku hiyo. Alafu kaatiguo, kwa sababu Mungu amepanga mwili yetu mzuri. Unakula alafu inasia, alafu inafanya nini? Hiyo pesa iko na damu, kwa sababu ndio iliuzwa vijana wetu wa Gen Z wamekufa. Hii pesa ni ile ikinunua madawa kwa hospitali. Ndio imejazwa pale Karen na Ikulu na magunia. Ati watu ya mlima wapewe ndio mpiduke. Mnaweza piduka? Lakini pesa kwa sababu inaweza saidia. Ile tu I want to caution you as my people. Besha isho ndugashie tukanyana ciaku. Nzo igwithania. Na ndukanagure mahiũ utukania na mau. Na ndukanarĩhĩre mwana cukuru na mbeca irĩkũ? Icio nĩ cia kũrĩa na kanua ngau. Ukare? Na kũngĩhotekeka itikarare mũthenya ũrĩkũ? Ithirio mũthenya ũrĩkũ? Kwa hivyo wewe ukienda Karen ukipewa 10,000 kwa sababu huwezi maliza peke yako. Ukifika Embu ita marafiki mkule hiyo mumali, hiyo pesa isifike nyumbani. Inaweza thurubu ile pesa yako umetafuta naja. Na it is unfortunate that the government has diverted public funds meant for our hospitals, meant for our women, wale akina mama, meant for capitation, ya kuhonga watu ya Mount Kenya tuwarudi kwa president na ile mtu yake aliweka kwa kazi. All that is taking place in State House in Karen is bribery. It's a sin of crime. It's a sin of crime. And these are public funds. But we are saying because we have problems, tuko na shida ya pesa, hatuwezi waambia watu wetu wasichukue pesa, tutakosana na hawa. All I have done is to caution you how to use that money. Icio ni cia kuriona kanua tau. No ndukainuke nake. Ona ko mutimia yaku ndio mwendete ndukamukinyiria mucii umwire mucemania buro oereha uburoti ahuthire mbeca hau ki no ungikorwo na thiri wa mundu mutatwaranaga wega nake umurihe na mbeca iriku nitwaiguithaniria na hii maneno ya kuchukua pesa ya serikali kuhonga watu hapa Mount Kenya tumeizoea. Tuliona wakati ya BBI, tuliona wakati ya Azimio. It's an exercise in futility. What is sad is misuse of public funds for political bribery and trying to corrupt our people to go in a certain way politically. Sasa tunaona mabasi yote ya shule instead ya kuwa inapeleka watoto shule inakuwa preserved kusaidia watu wetu, ni kuchukuliwa kupeleka watu kwenda kuhongwa. Unaona mabasi imejaa kwa barabara. But we are saying jogu dekati kuona ke na ng'ombe dekare kwekue na ke inywe muri andu ogi inywe mutige gure kamuti na bunge ala maragoliwo besha. Nikimalizia ndio mimi ni wachie hapo. Hii maneno ya abductions, we continue to condemn abductions in the strongest terms possible. And to say, even the colonial government, brutal as it was, it never targeted our children. We want to call upon the president to stop the abductions and killings of our young people. It is pointless, Mr. President, for you to pretend to be creating peace in DRC when your government
is abducting and killing our children. It doesn't make sense. That is pretense. How are you concerned about the